anaongea kabisa, anamwambia mzee, ushahidi ukikamilika, ikisadikika walimpa mwanafunzi ujauzito, ninakufunga. Mzee watu akasema haiwezekani, nina wataalamu bwana. Lipofika saa 6 za usiku, ni mwaminifu sana, akachukua baadhi ya dawa akaoga. Baada ya kuoga akachukua na ile dawa akapaka sehemu za siri. Alipopaka sehemu za siri zikaondoka, pakawa shesheshe. Alipojichungulia hivi akaona ni shesheshe kabisa, viungo havipo. Akasema sasa wataenda kunikoma mahakamani. Akafika mahakamani. Alipofika mahakamani yuko anadunda kabisa, kashashinda kesi. Mashahidi waliposimama wakatoa maelezo. Binti naye akatoa maelezo yake. Akamwambia mzee, una nafasi ya kujitetea mwisho. Mzee akasema, ndugu hakimu, ninasema ukweli mtupu. Kama nilivyokuwa nikisema toka mwanzo, mimi ni mzee, sina uwezo wa kumpa mwanamke mimba ya aina yote. Kama hauamini, utume maaskari wanikague. Wakasema hilo tu. Wakaenda kutuma maaskari kwa wanaume, wakamba maaskari wa kiume. Wakaingia chumbani, wakasema mkagueni huyo mzee, anatuchezea sana, anasumbua mahakama. Walipoenda kuchungulia hivi, maaskari wakasema wakiangalia hivi wanakuta ni shesheshe, pamesiliwa kabisa. Wanageuka wanamza, huu muujiza gani huu? Au tumetazama vibaya? Wanamwambia mfua tena. Wakiangalia wanakuta sehemu zote zimesilimwa. Maaskari wakatoka mle chumbani wakasema, mheshimiwa, ni kweli mzigo haupo. Mzigo haupo. Yaani ni sheshe. Akasema jamaa nidanganya. Hebu wengine mwende mkamwangalie. Na wengine walienda kumwangalia, wakakuta ni sheshe. Ushahidi wa maskari kama wale walivyokamilika. Hakimu akageukia familia akasema, mmemsingizia mzee wa watu, mmemwaibisha, na sasa hii kesi ninaifuta. Baba alipotoka hapo akawa anashangilia, mganga wangu ni noma, nimeshinda kesi, nimeshinda. Walikuwa wanafikiri mimi ni wakunyea, mimi ni noma. Akawa sasa anatoka kwa furaha kabisa, akabeba na zawadi kumpelekea mganga wake. Siku hiyo kwa sababu mganga alikuwa anaishi mbali, ikabidi siku hiyo alale kwanza, alafu kesho yake akaondoka kwa bashasha. Alipoondoka kwa bashasha kwenda kwa mganga wake akiwa amebeba na zawadi ya fedha, alipofika kwa mganga wa kienyeji akakuta kuna watu wamekaa mafungu. Akaanza kuuliza, hapa kuna nini? Akamwambia, tunamwambia sasa kuna msiba. Aliyemuuliza naye alikuwa ni mgeni, amesikia tu kipenga, msiba. Aliyefariki ni nani? Akasema mimi mwenyewe sijui, ni mgeni hapa, labda muulize yule bwana. Alipoenda kuuliza, jamani, naona hapo kuna msiba, nani kafariki? Wakasema bwana, tunasikitika sana, mganga wetu ametuacha. Unasemaje? Mganga wetu ametuacha. Baba watu wakaamua kwa sababu akalia. Unajua kama watu hawajui unacholilia, anasema Isa nimpenda sana marehemu.
kuna kinacha kuliza kulisha. Anataka mzigo urudi. Ataishije kwenye dunia hii? Huyu baba akalia kwanza ndugu. Paka msiba utoka mgeukia. Wakamuuliza, na wewe sasa, mbona umelia kwa uchungu sana? Yani wewe. Hivi alikufa lini? Wanasema mtoka jana usiku. Mzigo upo. Ikabidi mzee aweke kambi kwenye msimamo. Asubiri dakika ya kumwaga maneno akisha kama Abasubiri mpaka pasije rafika. Anatoa nafasi ya kumwaga maneno kwenda kucheki zile kama yeye kabisa yeye. Kama nataka kurudisha mzigo wangu. Baba kalia kweli. Ikabidi baada ya mazishi akamfuata mke wa marehemu. Akasema mama, Nikuna mai. Mimi sasa ukweli sheshe. Mzee kufundisha hata tutawatao. Mzee kufundisha hata tutawatao na watu mzigo wangu wote. Kule kashinda kesi. Akitana mbaki na kesi nyingine. Mkie na Mungu naye alivyo wa maajabu akaenda kuua mahali anapotegemea. Huyu mzee akitafakari na ana mke nyumbani, sasa si ndio ndoa imefariki sasa. Huyu mwanamke kama utumiaje? Mayo ni kunane. Anaanza kulia kwa mke wa mganga. Mke wa mganga ndiye alikuwa hajui chochote. Anasema baba natamani lekete. Huku nishe. Huku pameharibiwa. Sikiliza wewe. Tumaini lako la waganga wa kienyeji, hao unaowatumainia, siku moja shetani atakuaibisha na utakoma ubishi. Hakuna aliyewahi kutumainia waganga na kaishi salama. Tunawaona namna wanavyokimbizana, wanapewa masharti magumu, na mwisho wa siku mambo yanapokuwa magumu ndio wanakimbilia kwa wachungaji. Mambo ni mazito. Huyu mama kuna masharti pia kile alipewa na waganga, lakini ikafikia wakati akasema limebaki kimbilio moja tu, ninamwendea Yesu peke yake. Hawa matabibu waganga wa kienyeji wamekula mali zangu, sasa ninamwendea Yesu wa Nazareti, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye mamlaka. Nikienda kugusa upindo wa vazi lake, hakika nitapona. Na mimi leo nakutamkia ya kwamba nguvu zilizomtoka Yesu zikamponya yule mama, zikamtoke leo kwa ajili yako, zikamtoke leo kwa ajili ya maisha yako, zikamtoke leo kwa ajili ya ugonjwa wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama kwa miguu yako. Unaweza, unaweza,
Mwokozi, unaweza Mwokozi, unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Imba unaweza, 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 unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Imba unaweza, nisaidie kuelekeza watu. Imba unaweza, 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 unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Watu penda, watu penda, watu penda Mwokozi, watu penda Mwokozi. Imba watu penda, watu penda, Baba, watu penda, watu penda, watu penda Mwokozi, Yesu, watu penda Mwokozi. Imba watu penda, watu penda, Baba, watu penda, Baba, watu penda. Kuna mtu yuko mahali hapa anasema, ni mimi ni miongoni mwa watu ambao nimenyanyasika na kuteswa na mikono ya waganga wa kienyeji, na sasa ninasikia ujumbe huu, ninamhitaji Yesu awe Bwana na Mwokozi. Unasema nimeshika sana mizizi, nimechanjwa sana chai, nimefukizwa sana dawa. Sasa namtaka Yesu, nataka nianze kusali, nimtafute Mungu aliye hai. Sogea nikupatanishe na Mungu, sogea hapa nikupatanishe na Mungu. Piga tu hatua, usione aibu. Hao unaoonea aibu, siku ya kufa kwako watakimbia maiti yako, watakimbia maiti yako. Wewe unaogopa kwamba mume wangu akisikia nimeokoka atanifukuza nyumbani, atanipiga vibaya mno, huyo unayemwogopa siku kifa, kesho yake anaoa mwingine, anaoa mwingine, anaoa mwingine. Heri kufa kwenye mikono ya Kristo mwenyewe, mikono iliyo salama. Heri kumtumaini Mungu kuliko kutumaini wanadamu. Njoo mahali hapa nikupatanishe na Mungu. Njoo mahali hapa nikupatanishe na Mungu. Unahitaji kumwamini Yesu, unahitaji kuanza kusali. Nyosha mkono wako kama uko hapa. Nyosha mkono wako tafadhali, usiogope. Usiogope. Asante Yesu.
Asante Yesu kwa ajili ya wakati huu mzuri. Kuna mtu mmoja anasema kwamba nimeteswa, ninasali, ninamwamini Mungu wa mbinguni, lakini bado shetani amenitesa kwenye magonjwa. Bado shetani anaendelea kunitumikisha. Amenifanya niendelee kuwa dhaifu kila wakati. Nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu nikuombee. Inua mikono yako juu. Nataka niombe pamoja na wewe. Nataka niombe pamoja na mtu ambaye ni mgonjwa. Shetani amekutumikisha. Umeteswa na mikono ya waganga. Na yamkini mpaka sasa kuna dawa bado uko nazo nyumbani, lakini toka uanze kutumia hizo dawa hujapata msaada wowote. Yesu leo zipo nguvu zake mahali hapa. Nguvu. Watupendaye Mwokozi.